mwenyekiti. Afadhali babako nimekuona babako. Mtoto wangu. Mwenyekiti. Mbona kama unapokamia wale. Kuna nini? Mwenyekiti wewe. Nini mwenyekiti? Wewe babako kama unajua safari zangu za kuingia na kutoka, si ndio? Mwenyekiti nilikuwa nimesafiri. Sasa narudi mwenyekiti, mke wangu simuoni. Mimi mke wangu mimi hayupo mwenyekiti. Jamani mtaa wangu. Yaani sasa hivi unaishi kuweka. Kwa hiyo unakuambia sasa hivi hawapotei watoto, wanapotea watu wazima. Si ndo maana yake? Uogopi. Yaani mwenyekiti ni ubaya ubwela. Mwenyekiti kwa macho yangu mimi namuona nini hivi? Sasa nikasema mwenyekiti kwa sababu mke wangu hayupo, umeona? Nikasema mwenyekiti ndio kule. Watu wa pili hapa, si ndio mwenyekiti? Yaani yangu. Mbona mke wangu mimi simuoni na ngeti kaenda dukani. Si ndio? Sasa wiki zangu mwenyekiti nikasema sawa, ngoja nimsubiri hapa. Naona mtu arudi. Na mpata jirani yangu, vipi bwana mtu arudi? Amebadilika. Yaani hizo za mtitobi. Yule jirani chumba cha bibi pia naye. Ni. Inawezekana vipi kwa jini? Wewe baba wewe. Nimesema yule kitu wangu. Mimi najua nyama zangu. Basi sikia. Kuhusu hilo swala niachie mimi. Nitajua cha kufanya ni kitu gani. Ila ninachokuomba wewe tu kuwa na subira na vumilia. Mwenyekiti, sasa hilo swala sasa utalimaliza. Mimi naenda kulala wapi? Yaani mwenyekiti niangalie na mimi sasa naenda kulala wapi? Nyumbani kule kuna jini nimekwambia. Kwa hiyo wewe unatakaje sasa? Mwenyekiti. Hapa Mungu simpi. Sawa. Udugu maana ni kwako tukale. Mpaka mambo yakae mwenyekiti wangu, unisaidie baba. Yaani hiki kitongoji changu au mtaa wangu sasa hivi umekuwa ekaeka. Muda wote tunakaa juu. Sawa, twende. Eloza, asante. Nimekuja kutoa shukrani zangu za dhati kwako kuweza kunisaidia damu ya kiumbe kilichokuwa tumboni kwako na kupelekea nusu mtu wangu, na ameongeza nguvu kubwa sana. Shukrani na asante sana kwa hilo Eloza. Ndio mbona ndio mdogo sana kwangu. Maana mpaka nimediliki kutoa kiumbe changu tumboni kwa ajili ya kwenda kumsaidia nusu mtu. Kwa sababu najua sisi na yeye letu ni moja, kuangamiza wabongo. Asante. Sawa. Nashukuru kwa hilo. Na hata hivyo nusu mtu ameshaanza kupambana na wabongo na wengi sana ameshaweza kuangamiza. Nikushukuru kwa hilo na nikushukuru sana Ndeloza. Safi. Kama kashaanza nao, na mimi pia nitakuja kuungana na nyinyi. Ila kwanza nimalize kisasi changu. Japokuwa sijui huyu mtu wangu mimi amekimbilia wapi. Nikimalizana naye, nitakuja kuungana na nyinyi ili sisi tuangamize wabongo. Sawa. Na nitakusaidia kwa hilo, si hali. Nashukuru pia. Kido, lengo langu ni kukusaidia. Ndio mwenyekiti. Najua lengo lako ni kunisaidia. Na ndio maana mimi tunaongozana. Ili nenda nikapumzika nyumbani kwako. Hapana. Ila niahidi kama utoniogopa. Sasa mimi naanzaje kuogopa wakati mwenyekiti wangu? Una nini mpaka nikuogope? Mimi sio mwenyekiti. Wewe sio mwenyekiti? Sasa wewe ni nani? Usishtuke wala usiogope. Mimi nipo kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye mateso kama wewe. Je, wewe shida yako si mke wako? Ndio. Basi sikia. Mke wako ni naye mimi. Njoo na unifuate. Nijapo kwa Usiogope. Sitakudhuru, sitakuletea madhara yoyote. Nifuate. Lakini mimi sina dhambi yoyote.
Nimemuona mtu kaiba mtoto. Umemwona wapi huyo mtu? Kule bana juu kule. Una uhakika na hilo swala kwa sababu tuko kwa muda mrefu tunatafuta watu ambao wanaiba watoto. Una uhakika na hilo swala? Afande, nimemuona. Kaingia kwenye banda. Umeona sehemu gani? Banda kule juu. Afande, mimi ninachokiona tusimwamini huyu mlevi. Unajua hawa walevi wana kawaida ya akili mbovu. Anaweza anachokiongea ikawa sicho. Tutaenda huko tunakoenda ndio kakuta vitu tofauti. Kwa hiyo wala tunaendelea na safari, tusimwamini huyu mlevi. Hapana, hapana. Ulevi wake usifanye sisi tumnyime haki yake na wajibu wa kuitumikia serikali hapa na jamii pia. Sio, umenielewa? Ngoja tumsikilize kwa sababu huenda anachozungumza ikawa ni sahihi. Alafu pia tusione uvivu kufanya hii kazi. Kama hatutakuta chochote sio mbaya, ndio changamoto za kazi. Kwa hiyo tuungane naye. Unaweza katupeleka huko ulikoona? Afande, twende, nimemuona. Hakikisha hautusumbui kwa sababu tupo serious na kazi. Sawa. Fuatilia. Sasa twende ukatupeleka tu. Huku. Ni huko chini. Pole sana ndugu yangu kwa kile ambacho kimetokea. Lakini unatakiwa kuwa makini katika kipindi hiki cha hatari. Ikiwezekana uache pombe. Huenda pombe ikawa inakufanya uone vitu vya ajabu visivyoeleweka. Ukilewa usichati. Ni kweli ndugu yangu. Lakini mimi na akili timamu. Pombe haijanifanya nishindwe kujua zuri na baya. Kule nimeona kiumbe cha ajabu. Sawa. Mimi nimekuelewa. Naomba nikaangalie mpira. Wewe. Hivi una akili timamu? Nimekuambia kule nimeona kiumbe cha ajabu. Wewe ndio unataka ukatazame mpira. Huenda ikawa ni pombe. Shauri yake. Asiyosikia la mkuu kuvunjika guu. Nusu mtu Wewe ni nani? Na hapa nipo wapi? Mimi naitwa Mbona. Hata mimi pia hapa sijui niko wapi. Haujui hapa ni wapi? Sasa umewezaje kuja sehemu ambayo hauijui? Kwani unajua hapo uko wapi? Na mbona uko hapa? Hata mimi pia sijui hapa niko wapi. Na ndio maana tuko hapa. Mimi mwenyewe sielewi. Hata mimi sipajui. Basi sawa. Mimi nadhani acha niondoke kwa sababu kumbukumbu yangu ya mwisho inanambia kuna dada ndo alinileta hapa. Na mimi yule dada simjui na wewe sikujui. Kwa hiyo acha mimi niondoke. We, utaulachua kwa uvivu wa kuchagua. Acha tu tukae tumsubiri. Sawa. Basi acha mimi niendelee kupumzisha fuvu. Maana vichwa wanavyo matajiri. Sawa. Sielewi. Hapa nipo wapi? Mbona sielewi, najionea mazinzong.
Wewe ni nani? Wewe ni nani? Na mbona sikuelewi? Wewe ni mganga, mchawi au jini wewe? Naona kwa kuwa huwezi kuongea hapa, msingi ni mbio tu. Wewe ni nani? Na kwa nini inakuwa hivi? Kano. Ina maana hata jina langu unalijua? Naomba unisikilize vizuri sana. Mimi sio mtu mbaya kwako. Na kama ningeamua kuwa mbaya kwako, basi mpaka sasa hivi ningekuwa tayari nishakunyonya macho. Ila sijafanya hivyo kwa kuwa najua wewe unahitaji msaada. Na lengo la mimi kukuchukua kukuleta hapa ni ili nikusaidie. Ndiyo nahitaji kukusaidia. Mimi najua wewe una matatizo. Unasumbuliwa sana na mke wako Nderoza. Ni kweli mke wangu ananisumbua sana. Acha mapepe, mimi nitakusaidia. Mama, najua dada Mariam sijamuona. Toka muda tukaenda kuongea pembeni mpaka sasa hivi. Kama akali itakuwa amekasirika, na kama amekasirika ni yeye ni mgonjwa, atakuwa ameenda wapi? Lakini kweli hata mimi sijamuona muda mrefu sana. Inawezekana akawa ameanguka. Hebu nenda kamtafute dada yako. Mama, yule pale ni mtu mzima. Na kama akidondoka watamuokota, atamleta nyumbani. Sasa mimi naenda kumtafutia wapi? Najua mami hata alipoenda. Lakini unajua ni dada yako? Ndiyo najua. Kamtafute mwanangu. Dunia sasa sio nzuri. Unaweza ukasema huko kadondoka, watu watamuokota. Lakini kumbe akaja kufanya jambo lingine ambalo tofauti kabisa mwanangu. Sawa, nitaenda kumtafuta. Sawa mama, nakuelewa. Kamtafute dadako. Sawa. Mimi nataka niende polisi sasa hivi. Mjomba wako amekamatwa. Mjomba amekamatwa? Amekamatwa kwa sababu ya uzururaji. Wanajua kwamba wao labda, yeye labda kibaka. Kwa hiyo mimi lazima niende nikasikilize imekuwaje mpaka amekamatwa. Sawa mwanangu? Sawa. Twende basi. Ndio hiyo ndani. Afande Bros. Afande Bros. Afande. Afande Masako. Wewe una akili kweli wewe? Unaona mtu anaganda huyu? Hapo unamuita vipi sasa? Basi kiumbe ni cha ajabu sana. Kinawezaje kumganisha mwanadamu? Masako. Ndio afande. Muda unaenda na ile eneo sio sahihi kwetu sisi. Tuondoke haraka sana. Umenielewa? Afande, tunaondokaje? Na ingalikuwa umetuambia kwamba sisi maafande tusaidiane kwenye shida na raha. Hivi tunaondokaje na tukamwache mwenzetu hapa? Kwa hiyo tumsaidie. Basi wewe unaweza kumgandua, mgandue basi ili tuondoke naye. Sio hivyo, sijamaanisha hivi. Na mwenzangu mimi na nguvu gani za kumgandua? Mgandue tuondoke naye, muda unakwenda vipi? Bwana. Ile eneo Mkeo kule kazimia. Mkeo kule kazimia. Mke wangu amezimia vipi? Ndio. Wapi mke wangu amezimia? Nyumbani. Imekuwaje mpaka mke wangu amezimia? Mimi hata sielewi. Wewe wakati unakuja kuniambia? Sielewi, tumemkuta tu kalala pale chini. Afande Masako. Ndio afande. Twende haraka nyumbani kwangu. Haraka. Tuondoke. Twende bwana wewe. Wewe vipi? Mkumba, nimekuja hapa, naomba unisamehe kwa kile ambacho kilitokea. Sikuwa nia kukanyaga kaburi lako, bali ilikuwa ni kuwaisha tu ujumbe ambao ulitumwa na mjomba. Na kingine, nimekuja kujibu lile ombi lako. Japokuwa najiuliza
Nitawezaje kuishi na wewe wakati wewe ni mfu? Usiwe na wasiwasi kwamba mimi ni mfu. Mimi ni mfu kweli, lakini kila kitu changu cha mwili wangu kipo vizuri, tena kipo vizuri sana tu. Kama unabisha, njoo uone. Sasa bwana mkubwa, huu ni muda wa kunisanua. Wewe kama unanisanua, wewe nisanue. Unajua Ndeloza ni mke wangu. Sasa nataka kujua ni kisasi gani hicho ambacho yeye anataka kunilipiza mimi. Bwana Kano, unajua kuna muda unaweza kukutana na mtu anayejua na akajijua kama anajua. Lakini vile vile wakati mwingine unaweza kukutana na mtu asiyejua na akajijua vile vile kama hajui. Sasa kwenye ubora ni bora kukutana na mtu asiyejua na akajijua kama hajui. Kwa sababu atakachokihitaji ni kujuzwa. Ndio kama wewe hujui na unahitaji kujuzwa. Basi acha nikujuze. Makosa makubwa uliyoyafanya kwa Ndeloza hadi kufikia hatua yeye anataka kulipiza kisasi juu yako ni baada ya kuchukua pembe za nusu mtu na kwenda kuziuza kwa mganga wa kienyeji. Za nusu mtu? Zile pembe mimi nilijua ni pembe za ng'ombe tu. Shaona bwana, na kama unavyojua sisi wauni saa 2 wachekelea maovu. Sisi kazi zetu ni wizi. Tuingie hapa, tuingie kule, tuibuke na mavumba, viswaswadu nini, si unajua matambo ya kwenda tuuze, maisha yatunyooke. Shelewa bwana. Na hata nilipopeleka zile pembe kwa mtaalamu, yeye mwenyewe aliniaminisha kwa zile pembe ni za ng'ombe. Sasa nashangaa, nusu mtu vipi? Bwana Kanu, unaposikia nusu mtu, usije ukahisi ni huyu Josh Onyango mchezaji wa Simba Sport Club. Hapana. Yule ni nusu mtu nusu chuma. Na huyu tunayemzungumzia hapa ni aina fulani ya majini, nusu jini nusu mtu, na ndio maana anaitwa nusu mtu. Sasa hapa wewe umeyakanyaga baada ya kuchukua zile pembe na kwenda kuziuza kule kwa mganga wa kienyeji. Hapo ndio ulipokosea. Mimi nitakusaidia. Yaani unazidi kunichanganya. Na unaponiambia nimeavagana, yani ndio unazidi kabisa kunichanganya. Mara Josh Onyango, mara sijui Simba Sports. Yaani unazidi kunichanganya. Ushaona bwana? Unazidi kunichanganya bwana mkubwa. Hapa wewe ndio ulipokosea. Ila wala usijali. Hili swala nalichukua na livaa kama la kwangu, mimi nitapambana nalo. Wewe wala usiwe na achaka. Oa. Unajua hizo pigo hazipigwagwi. Ushaona bwana? Yaani hapo ndo kabisa unazidi kunichanganya. Unanitisha bwana. Kano, wewe usijali. Hili swala mimi nitapambana nalo. Wewe punguza mapepo. Usilie. Kazi ya Mungu haina makosa. Kazi ya Mungu? Unasema kazi ya Mungu? Sio kazi ya Mungu. Hii ni kazi ya binadamu ambao watu hawana huruma, wenye roho kubwa, ambao umeniulia mtoto wangu afu unaniambia kazi ya Mungu. Sitaki kuniamini unaniambia kwamba kazi ya Mungu bado anataka mwanangu aishi. Hii ni kazi hii ni kazi ya watu ambao wenye roho mbaya, ambao wanatoa huruma na mtoto mdogo. Amewakosea kitu gani? Kawakosea nini mtoto wangu? Mungu, Mungu nisaidie. Usilie. Kazi ya Mungu haina makosa. Usilie. Sitakuamini kama kazi ya Mungu. Dada.
Usiogope, nisikilize. Naomba unisubiri hapo hapo nikakuitie mke wako. Tumeelewana? Sawa. Wamboni, tayari nishamleta mume wako na yupo kule anakusubiri. Mume wangu mimi? Subiri. Wewe unahisi tutashiba hizi? Nisikilize Wamboni. Hatuli kushiba, bali tunakula kuishi. Haya, sawa. Natumaini utakuwa umeenjoy sana mpenzi wangu. Ndio nimeenjoy. Lakini Mkumba, kifo chako kilisababishwa na nini? Unataka kujua hilo? Kuna siku rafiki yangu alinigia bajaji. Maana mimi ni dereva bajaji. Nilienda nao umbali mrefu sana ile bajaji. Lakini kumbe ile bajaji ilikuwa ya uwizi. Na mwenye bajaji aliyoibiwa aliniona na ile bajaji. Akanitia mwizi na watu wakajaa na kunipiga mpaka kifo changu kikatokea. Pole sana. Lakini leo nataka nikuonyeshe michezo kidogo. Michezo? Ndio. Ni michezo gani hiyo? Hiyo michezo tutafanya humu na usiogope. Hebu njoo nikumbatie. Chukua. Sihitaji ndizi yako. Ninachokihitaji mimi ni kwenda nyumbani kwetu. Naomba nielekeze njia ya kwenda kwetu. Tafadhali. Nisikilize Chagama. Mimi nimekuleta hapa kwa lengo la kuwaokoa Wabongo. Wabongo wapo katika shida. Wabongo wanateseka na hawa nusu mtu. Wewe ndo mkombozi wao. Hapana. Siwezi kuingia katika vita na nusu mtu. Yaani nihatarishe maisha yangu kwa ajili ya watu wengine. Hiyo haiwezekani. Chagama, hivi kwa nini unashindwa kunielewa? Nielewe basi. Watetee Wabongo wenzako. Nimesema siwezi kuingia katika vita na nusu mtu. Naomba unionyeshe njia ya kwenda nyumbani kwetu tafadhali. Unajua Chagama, unavyokataa hivyo unazidi kuleta madhara. Sitaki! Haya sawa, nimekuelewa. Unapaonaje hapa? Pazuri. Ina maana kuwa geto langu mimi baya hapa pazuri kuliko kwangu? Hapana. Kwako ni pazuri, sema tu ufanye usafi. Sawa. Yaani nikwambie kitu. Mimi naweza nikaruka haya makaburi yote na kupaa kama Krish. Kwa leo inatosha. Acha tu mimi niwahi nyumbani. Siku nyingine tutafanya huo mchezo. Unawahi nyumbani? Sawa, nenda nyumbani.
Heloza, kama nilivyokuahidi, nitakuwa bega kwa bega na wewe kukusaidia kumtafuta mume wako Kanu. Mume wangu Kanu? Umemwona wapi? Mume wako Kanu nimemwona akisaidiwa na mtu mmoja akiitwa Shedafa. Shedafa? Hivi Shedafa mimi ananitafuta nini? Maana kila ninavyomkwepa lazima aingie kwenye anga zangu. Naona hii vita sasa anataka nirudishe kwake. Nisikilize. Kitachomkuta Shedafa ni kifo. Tena kifo cha maumivu ambacho hajakitegemea. Naona ananitafuta sana huyu. Na kingine, nitaanza na yeye. Afu nitafuata na huyo Kanu alochukua pembe za baba yangu na kwenda kuziuza. Wananipanda kichwani sana hawa. Sawa. Naweza nikupeleke? Ndiyo, itabidi unipeleke. Mimi sipajui, unaweza utanipeleka nani? Twende. Hapana, kwa sasa naenda kukutana na nusu mtu. Wakati mwingine nitakuja ili niweze kukupeleka. Ni sawa. Sawa. Nusu mtu Wabongo, nafsi zenu ni halali yangu. Sasa hivi ni mwendo wa kuwagandisha na kuwala nyama mbele yao. Nikumisi mume wangu. Mke wangu, yaani kiukweli umeshindi mimi. Na unajua mambo mke wangu nilikuwa naona kwenye movie tu. Lakini nimejionea kwa macho yangu mke wangu. Yaani sio wewe tu mume wangu. Hata mimi pia. Siamini kabisa kama ningeweza kukuona tena. Nilijua nishakupoteza tena mume wangu. Na huku ni wapi? Yaani mazingira yako tofauti kabisa na yale niliyozoea mke wangu. Mimi mwenyewe hata sielewi kwa wapi. Mimi mwenyewe nashukuru Mungu kwanza kufika huku. Naweza nikasema kwamba labda ndio sehemu salama japo si. Ila mimi namshukuru wewe dada kuleta huko kwa naona kama mimi nimepona. Sasa mke wangu, ina maana kumbe kazi zote pale tunaishi kitu tunaishi na jini. Mimi mwenyewe nimeshangaa. Sijaamini kabisa kama yule dada angeweza kunibadilikia. Maana kanibadilikia ghafla kama kiumbe cha ajabu. Kiukweli kanichanganya. Yaani mume wangu kimzungumzia yule hata sielewi. Tuko tutakaa mpaka lini? Hiyo mke wangu ni sawa hata mimi najiuliza. Kwa sababu kizingatia kumkangu na migoma. Sina hata sielewi ni sehemu ya aina gani mke wangu. Basi mume wangu, kula kwanza ndio. Hii umepona na nani? Ndio yule dada. Unamwamini wewe? Inabidi tumwamini. Tupaka tuweze paka tunashindaje kumwamini. Inabidi tumwamini tumeongoe kula. Unahisi atamwelewa kweli? Na hivi ulivyosema kwamba yeye ni kiumbe cha ajabu. Sija kaniulia mume wangu jamani. Mimi kwa kweli sijui. Hapo tusubirie tu mwafaka tujue ni upi. Na tunafanyaje kuokoa jahazi. Na wewe ni nani? Samahani sana ndugu yangu. Sijui nikuite nani. Tarzan, Snake Boy au Snake Boy. Nakuomba sana ndugu yangu. Sisi Wabongo tuna matatizo. Na matatizo hayo tumeambiwa na dada. Hakuna mtu yote anaweza kusaidia isipokuwa wewe. Ndugu yangu, niko chini ya miguu yako. Tunaomba kutusaidia kwenye hili. Unateketea huko. Watu wanaangamia ndugu yangu. Nisikilize ndugu yangu.
na ndio maana nilisema kwamba siwezi kuingia katika vita ya nusu mtu, yaani nikahatarisha nafsi yangu kwa ajili ya kuokoa nafsi za watu wengine. Lakini pia nimefurahi sana kulifahamu jina lako. Na mimi jina langu naitwa Chagama Makonde wa Kigoma, ila mtaani wananiita Kisa kidogo. Kama hiyo vita ni ya Wabongo pamoja na hao nusu mtu, kwa nini msiongee na Wabongo waweze kuwashambulia hao nusu mtu na kuwamaliza? Mke wangu, hebu naomba uniambie, nini kinachokufanya mpaka ukazimia? Maana mimi niko nafuatilia swala la mtoto na kuja kutoa taarifa kwa wewe umezimia. Shida ni nini mke wangu? Mwenyekiti anasema amemwona mtoto. Amemwona mtoto? Amemwona wapi? Mume wangu, usihangaike tena kumtafuta mtoto. Nisihangaike tena kumtafuta mtoto? Kwa nini? Mwenyekiti amekwambia kitu gani? Mwenyekiti anasema amemwona mtoto. Amemwona mtoto? Amemwona wapi? Amemwona dampo. Na tena akiwa amefariki. Unasema? Hebu rudia tena mke wangu. Yaani mwenyekiti amemwona mtoto akiwa dampo amekufa? Amemwona dampo na akiwa ina maana mtoto wangu amefariki? Mke wangu, huyu mwenyekiti ameelekea wapi? Sijajua chochote mpaka hivi sasa. Na hilo dampo ni wapi? Mimi napajua. Najua. Ndio. Ni wapi? Kule bondeni. Kwa sababu mimi ndo niliyempelekea mwenyekiti taarifa. Na tumeenda kabisa kule kuona huo mwili wa mtoto. Na akaniambia subiri, nimeona kimya, nimekuja hapa nimemkuta Nuru kazimia. Inabidi nikuletee taarifa kule. Ngoja. Afande Masako patikani. Mke wangu, ngoja twende. Sawa? Acha kulia mke wangu, ngoja twende. Twende. Nusu mtu. Hili ndo mbele langu halisi. Ningekuja hivi mwanzo, singekubali kama ningeweza hii kazi. Sawa. Sasa kinajili nini? Na mume wangu umemtuma wapi? Mume wako nimemtuma kule mlipokuwa mnaishi. Kama chambo. Yaani mume wangu mimi nimemfanya kama chambo. Haya sawa. Naomba uondoke. Unisubiri kule kwenye migomba. Jamani. Kwa nini niende sasa kule? Mimi mwenyewe pia nataka kushuhudia hapa. Nimesema uondoke. Hebu tulia kwanza. Bwana Chairman, vipi mbona upo resi yani kama speed ya SGR? Yaani kila kazi ina ugumu wake. Yaani mimi nikajua kazi ya wenyekiti ni kazi nyepesi, ila acha tu. Hebu nisikilize. Ujue hapa mimi nimefika ni muda mrefu sana. Shaona bwana, sijawahi kuona panya wala kisisimisi chochote kukatiza maeneo haya. Vipi wewe una tatizo gani? Kipi kilichokufanya wewe mpaka ukimbie? Yaani hata mimi mwenyewe sielewi. Yaani mimi nilijua kabisa kwamba sisi wenyekiti tuna kazi nyepesi. Bwana, sisi wenyekiti tuna kazi ngumu kabisa. Hivi unamjua Nuru? Nuru
Nuru huyu mke wa huyu askari mwenye miwani ya kobe? Ndio yeye. Yaani Nuru alikuja nyumbani kushtaki kama mwanae kapotea. Na kama unavyojua katika mtaa wangu kupotea kwa watoto. Umeona? Mimi nikampa amani Nuru, nikamwambia wewe nenda, hilo swala niachie mimi mwenyekiti. Kuhusu masuala mtoto wako majibu yote utafanyaje? Utayapata. Mwanangu nakuja kupata taarifa, naambiwa niende bondeni kule kwa mzee Lama. Kuna mwili wa mtoto. Natoa mguu wangu naenda kule, mwili wa mtoto ni ambaye mwanae Nuru. Ndio mwanae ndo alokufa. Bwana Chairman, hiyo shoti hiyo bwana Chairman. Sasa yote 9 nikaona bora nitoke mguu mosi mguu pili mpaka kule kwa polisi kule. Na nilipofika kule sasa nisimkute polisi yenyewe, nikamkuta mke wake Nuru. Nikaona haina jinsi bwana nifanyaje? Bora tu nimwambie Nuru, nilipomweleza Nuru kazima pale pale. Sasa sijui kama yule amezima au amekufa. Kila nikimtikisa amki. Nikaangalia upande wa kwanza na wa pili, nikakimbia mpaka nyumbani. Nilipofika nyumbani nikaona sijafanya kitu chochote, hata nikibadilisha nguo hapa sio kitu. Nimebadilisha nguo la mwenyewe ndio nimefika huko, hata sielewi nimefika vipi mwanangu. Sasa hapo unakuwa unanichanganya bwana Chairman. Isitoshe wewe mwenyewe ni serikali. Alafu wewe huyo unakimbia serikali. Hapo mbona kama vile naona kama najionea mazingzong. Ndugu yangu, kuzidiwa huku, yaani nimezidiwa. Hem, tuachane na hayo kwanza. Maana mimi mwenyewe nimefika huku. Na wewe mwenyewe una matatizo gani mpaka umefika kwenye eneo hili? Bwana kiongozi wangu, mimi nina matatizo. Tena matatizo makubwa. Hiyo ni story ndefu. Tukae chini nitakuelezea vizuri. Maana mimi sijielewelewi najionea mazingzong tu. Kwa nini ulileta watu kwenye ufalme wangu? Kwa nini umeleta watu kwenye ufalme wangu? Wewe mimi sikuogopi wewe. Hapa kwangu hapa. Kwa nini umeleta watu kwenye ufalme wangu? Mimi nishaanza kukimbia tripu hii sikimbii. Umesikia wewe? Hapa kwangu hapa. Nishaona vitu vya kutisha. Sio wewe, mimi nishaona na shetani live. Afu wewe ngoja nikushughulikie leo. Nyamako sitokula kwa sababu inanuka, ila adhabu yako utaganda hivyo hivyo kama nilivyomgandisha mwenzio. Chagama, hapo sasa uko vizuri. Unaweza ukataja jina la mama yako tena nijue kama control imekaa vizuri? Jina langu naitwa Chagama, Makonde wa Kigoma, ila mtaani wananiita Kisa kidogo. Mimi ni mtoto wa marehemu Takia Athumani Mbamba. Hilo limeisha. Kilichobaki ni kusaidia wale wenye matatizo. Mfano huyu hapa. Kaganda iko kiumbe kina nguvu sana. Sawa, lakini siwezi nikaingia kuwasaidia watu ambao inaonekana wazi kuwa na mimi maisha yangu yatakuwa hatarini. Sasa nilichokuwa nakiomba, mimi nilikuja sio kwa lengo la kuingia kwenye vita na nusu mtu. Nilikuja kwa lengo la kuangalia kaburi la mama yangu. Hivyo nilikuwa naomba kwanza niende makaburini nikaangalia kaburi la mama yangu, kwa maana wewe ulisema ukisha niwekea control tu
basi nitaweza kuona kaburi la mama yangu. Lakini sikuelewi, mara ujigeuze kuwa mwanaume, mara ujigeuze kuwa mwanamke, mara sasa hivi umerudi katika umbile la utoto. Sijajua nia yako ni nini kwangu. Nataka niende makaburini tafadhali. Chagama, kumbe ni hilo tunalolitaka. Basi sawa. Kiongozi wangu Bwana Kisamaki, unajua katika hii dunia kuna siri nyingi sana, na sio kila siri inaweza ikajificha. Na ndio leo hii baada ya muda mrefu gundua siri ya mke wangu. Siri ya mkeo? Mbona unanipa kwa wakati mgumu? Au unanifunga funga? Mfunguka kwanza. Nikisema nimegundua siri ya mke wangu, na maanisha kwamba tangu nimeanza kuishi na mke wangu Ndeloza, sikuwahi kufikiria kuwa atakuwa ni jini. Na sio jini tu, yaani leo hii yupo na mimi ili aweze kuniua. Kweli unavuta bange chooni. Hivi inawezekana vipi akawa mke wako wewe jini? Mimi ninachojua fika kwamba majini wanaweza kukaa ujinini au wakakaa baharini, na sio ukae na wewe ndani. Haiwezekani kitu kama hiko. Bwana Chairman, hivi unashindwa kuelewa kuwa jini anaweza hata akautumia mwili wa mwanadamu akavaa mbele la mtu? Kwa hiyo unachotaka kuniambia hata wale watu wanaopandisha ni majini wakicha wameingia kwenye mwili wa mtu? Umo. Inawezekana. Kwa hiyo hapa unavyoniona mpaka muda huu hapa kuna bwana mmoja mimi simuelewi. Shaona ndo alionileta hapa. Na mpaka sasa hivi unavyoona hapa namsubiria yeye. Kuhusu yule mtu hata usiwe na shaka, tutamsubiri yote hapa. Sawa, ila kinachofuata sasa nina njaa sana. Yaani kama inawezekana ungenisaidia kokota, maana tumbo linawaka moto hapa. Kiongozi wangu, acha kuomba maiti damu. Kaza. Nusu mtu Mama, kwa nini uliniacha nikiwa mdogo? Ina maana au kutaka nione hata sura yako mama yangu? Nilitamani sana nione walau taswira ya sura yako katika mboni za macho yangu, lakini haikuwa hivyo. Kwa nini uliondoka na kuniacha mama? Kwa nini uliondoka mama? Chagama, inatosha. Unakosea, unamkufuru sana Mungu. Unavolia hivyo, inamaanisha Mungu amekosea kumchukua mama yako? Hapana, usiwe hivyo. Huu ni wakati wa vita. Inatosha. Huu ni muda wa vita. Kazi njema. Acha mimi niende kule kwa sababu Amboni anabaki peke yake. Anaweza akawa anaogopa. Sawa. Na mimi acha nikawagandua aliogana. Kisha niingie katika vita la nusu. Na nikuahidi nitawamaliza wote. Sawa. Safari njema. Kama kitatokea chochote, nitakuja kukusaidia. Samahani mama, kuna binti nilikuwa namuulizia. Vipi, anaishi huko? Mkumba, ina maana umekuja mpaka nyumbani? Nimekuja nyumbani kwa sababu uliniambia kuwa utarudi makaburini.
Nimesubiri sana mahakamani na hujaja. Naamua kufuata mpaka nyumbani. Mkumba, lakini unajijua kabisa si mtu wa kawaida. Yaani unatisha, bado tena unakuja mpaka nyumbani. Ona sasa mpaka mama kazimia. Mimi namfanyeje? Basi njoo nisaidie kumbeba Mkumba. Sio nikusaidia kumbeba. Wewe niambie, nipeleke wapi? Mkumba, naomba mpeleke mama sebuleni. Sawa. Sasa unaweza ukaenda. Nusu mtu, nusu mtu, nusu mtu, Jamani. Ana ameenda wapi? Yaani mimi hapa ndo ameniacha peke yangu. Yaani mimi kunifanya kama mzimu, yaani mimi nilinde libwengo. Subutu, yaani ubaya ubwela. Hapa na mimi nitafute pa kwenda hapa. Ubaya ubwela, ngoja tafute pa kwenda. Yaani mimi njia inazidi kuniuma. Tangia muda uliosema huyo mtu anakuja mpaka dakika hii hata sura yake haionekani. Nyie. Jelosa mke wangu. Jelosa, vipi? Huyu ana ulinzi mkali sana huyu. Yaani nataka nimguse kile shindo na mkono wangu umeshakufa ganzi. Inaelekea Shadafa amemwekea ulinzi ni mkali sana. Kwa hiyo tunafanyaje? Itabidi tuondoke. Alafu wewe sijamalizana na wewe. Yaani mpaka nikuue. Yaani mkono wangu wote una ganzi. Wewe. Jelosa mke wangu. Ina maana eneo hili lina ulinzi, lakini mbona siuoni? Oa wewe chairman, kiongozi. Sasa huyu bwana mkubwa asiporudi hapa itakuwaje? Ina maana maisha yangu yote nitaendelea kuishi hapa hapa? Kisikia alipolala mtu kalambwa ndio hapa sasa. Nusu mtu, nusu mtu, nusu mtu nakula nyama za watoto, nusu mtu nakunywa damu za watoto. Usilie. Mume wako akirudi na wewe mtoto wako, msimzike. Kwa sababu kuna mtu mmoja tu atakayeweza kumsaidia wewe mtoto wenu. Nusu mtu, nusu mtu, Nipo hapa kwa lengo la kukusaidia. Hivyo usiwe na hofu wala usiniogope. Lengo langu ni kukugandua. Nashukuru sana kwa kunigandua. Lakini wewe ni nani? Mimi ni binadamu mwenye nguvu za ajabu. Sio tu za kukugandua wewe, bali nahitaji kukiangamiza kiumbe ambacho kilikugandisha. Hebu niambie, ameelekea wapi nusu mtu? Kiukweli sikumbuki kaelekea wapi kwa sababu baada ya kunigandisha
sikuweza kumuona tena, lakini nachokumbuka tu alitoweka katika maeneo haya. Sawa, unaweza ukaenda. तेरी मेरी सबते सबते कहा है जाहे सबते सबते कहा है। Naona sasa wewe ndio shanifamia. Yaani kwa sasa hivi hapa hakuna cha kuogopa mende wala kunguni, yaani stishiki. Sasa basi niguse nikuchane na viwembe. Kwanza kabisa najiamini, nipo chini ya ulinzi mkali kutoka kwa Bwana Shedafa. Sasa niguse nikuchane na viwembe. Na wewe jini nani? Jina langu naitwa Chagama, Makonde wa Kigoma, ila mtaani wananiita Kisa Kidogo na Kazia. Kuna wakati sio kila anayekupa msaada ana lengo la kukusaidia. Mtu anaweza kukupa msaada ili usiuliwe na baadaye akaja kukua yeye mwenyewe ambaye amekusaidia ili usife. Ni sawa na kumhukumu kifo mtu aliyetaka kujiua. Ila nipo hapa kwa lengo la kukuambia kuwa Shedafa sio mtu mzuri kwako, na muda na saa yoyote angekuja kukumaliza. Ila kwa bahati nzuri mpaka sasa hivi naongea na wewe, Shedafa nimemuua. Na nimekuja hapa kwa lengo la kukuchukua nikupeleke ukakutane na wenzio. Shedafa umemuua? Au? Na ndio maana kila nikitaka kutoka hapa naona siwezi kutoka. Sasa ni muamini nani? Najua ni ngumu kuamini kwa sababu unifahamu wala hujawahi kuniona. Ila nikuhakikishie mimi ni mtu mwema kwako. Na hata Shedafa hapa alimwaga super glue. Ndio maana unashindwa kuondoka. Kila ukitaka kuondoka unaganda. Ila ameweka kwa niaba yako tu. Mwingine yeyote ana uwezo wa kupita katika eneo hili. Kasoro wewe. Shedafa sio mtu mzuri kwako. Na ndio maana hata kiongozi wangu Bwana Kisamaki hapa ameniacha. Unaweza ukawa una kitu wewe. Haya, mbona viatu mkononi unakimbia nini wewe? Ndeloza. Kinachokukimbiza nini? Nimemkimbia Ndeloza kumbe jini. Mwenyekiti, kwani wewe ndio unajua leo kwamba Ndeloza jini? Ndeloza jini, hata mimi namkimbia huyo Ndeloza. Tena kwenye hili nilikopo mimi na mume wake Kanu. Sijui hata Kanu yuko wapi. Kanu? Yaani Kanu nilikopo naye mimi huko? Sisi tumeloana. Kanu nilikopo naye ghafla tu Ndeloza alitokea kama ushuzi au chafya. Yaani nimewatia msala wewe mwenye hata sielewi huko. Kanu ipo vipi yake ya Mungu? Yaani wewe ndio unajua leo. Mbona Ndeloza, yaani kiukweli Ndeloza ni jini, wala si uongo. Mwenyekiti, sasa mimi ninachokiona hapa. Sasa sisi tunafanyaje? Tufanyaje? Mimi nilipokutana na wewe mtu wa serikali nikasema nimepona babangu, na wewe pia unakimbia. Nikimbie kitu sio, yaani kitu cha ajabu kabisa. Wewe mwenyewe kwanza unakimbia kitu gani? Mimi mwenyewe najikuta tu nakimbia mwenzio. Ndio nafika hapa na kushangaa nawe tena wewe unaunga mwenzangu. Ndio nakuuliza wapi baba? Yaani sikiza nikwambia hapa la msikini na sekondari hapa sio sehemu ya kukaa. Twende tu bwana. Twende. Afande Prosi.
usitaki kuniambia kwamba yule mjalaana mmoja ambaye hana baba wala mama ndo ambaye amekugandua wewe? Hapana, sio yule kiumbe, ila kuna kiumbe mwingine ambaye anafanana na yule pale. Yeye ndio alionigandua. Maanisha kwamba kuna kiumbe mwingine ambaye ana uwezo wa kugandua? Ndio maana nakwambia, lakini sio kugandua tu, anadai pia ana uwezo hata kupambana na hichi kiumbe. Naona ni kiumbe muhimu sana hichi. Haya sasa, wewe unatoka wapi? Mbona unakimbia ovyo ovyo? Unatoka wapi? Mimi nimetoka huko juu. Lengo langu lilikuwa ni kuja kwako, lakini nikakutana na kiumbe mmoja huko naye anakimbia na kuona nami niunge, kwa sababu sasa hizi hali ya usalama inaonekana hakuna kabisa, sababu hali ya sasa sio shwari kabisa. Lakini na wewe unakimbia, unatoka wapi pia? Mimi natoka kwa Inspector Michosho. Nimetoka kumkimbia, maana na kuona huku na tunakoendelea naona kabisa nahatarisha maisha yangu. Hii afande, hapana. Mimi nimepitia mafunzo yote, nimejifunza kila aina ya mafunzo, lakini sio aina ya mafunzo haya kukutana na watu wa ajabu, watu wenye jelaana wasioeleweka. Mimi hapana, nahatarisha maisha yangu, naamua kukimbia, namkimbia. Yaani bado unaonesha namna gani hauko makini na kazi yako. Ulinikimbia mimi kule siku, lakini pia leo namkimbia Inspector. Ina maana kwamba sijui ni kwa nini wewe askari ni muoga, lakini sio mbaya, jukumu letu ni kulitumikia taifa. Hivyo basi tuelekee kwa Inspector ili tuweze kumpa taarifa ili tuweze kushughulikia hili swala, kwa sababu hata hali ya hewa pia nayo inakuwa haiko sawa. Dakika 2 ni jua, dakika 2 mvua. Naona tuelekee. Hapana, mimi nakwambia nimetoka kumkimbia yeye. Huko tunakuelekea inaonekana kabisa kuna watu wa ajabu haona wazungumzia. Tunaenda kufanya nini sasa tena? Nimekuambia twende kwa Inspector. Ni wajibu wako kwenda kwa Inspector. Twende tuelekee. Sema nayo haina shida. Mwenyekiti, sawa, mimi hapa nitakaa mpaka saa ngapi? Na kukaa hapa sio kusema kwamba ndio suluhisho kwamba mimi matatizo kwa nyumbani yataishi. Na sio suluhisho kusema mimi labda nitampata mume wangu. Mimi mwenyewe hapa niko sasa sielewi. Sasa mimi nitakaa hapa mpaka saa ngapi mwenyekiti wangu? Na mimi nilikuwa nakuamini wewe ndio serikali utapambana nayo mambo. Unachonishangaza wewe mwenyekiti wangu, wewe ndio mstari wa mbele kukimbia matatizo. Ndio unanichanganya kabisa. Wewe unaongea wewe. Wewe unasema wewe. Hiyo serikali ya wapi? Yaani kitu kama hiki hakuna kitu cha serikali. Sikiza nikwambie. Yaani la msingi na la sekondari hapa tujue tu tunafanyaje kuhusu mume wako. Na kwa kuwa upo sehemu salama, tushukuru hiyo. Na kingine, haya mambo ni ya kishirikina. Sina idea hata kidogo mimi. Afadhali ningekuwa namjua hata mganga kienyeji hata mmoja tu. Ndio jambo hili sawa. Bwana, kama spidi sijala. Chemkani. Ndio spidi yangu. Mwenyekiti! Mwenyekiti! Njoo tu chemani wangu. Siogope. Mwenyekiti. Msiwe na wasiwasi. Leo msiwe na wasiwasi. Nimekuja na jini ya Mitabachani. Huyu ndiye atakayotuongoza katika kwenda kumwangamiza mke wangu Nderoza. Toka India. Jini ya Mitabachani. Chuma hichi. Nehi sabte jahe sabtu. Jina langu naitwa Chagama, Makonde wa Kigoma. Ila mtaani wananiita Kisa kidogo. Nipo kwa lengo la kuwasaidia watu wote wanaosumbuliwa na nusu mtu, na ninawaangamiza nusu mtu wote. Hivyo tuelekee nyumbani kwenu ili niweze kwenda kumuua Nderoza na nyinyi muishi kwa amani. Siwezi kwenda nyumbani. Siendi kabisa. Eti mwenyekiti. Swala hilo hapo mimi ndio mwenyekiti au mimi ndio serikali. Tuende huko lolote litatokea tunajua cha kufanya. Eti Umo chairman. Leo hakuna cha kuogopa mfuha, hakuna cha kuogopa nini. Twendeni mguu wenu mguu wetu na jini ya Mitabachani hapa tukamwangamize Nderoza. Ni mke wangu sawa, lakini sina namna. Nitapata hata mwanamke mwingine bwana. Leo itafahamika mbivu na mbichi. Teria sabtu Nderoza kae sabte. Njoo jamani, siogope. Siogope. Kama spidi ya sijala. Sasa unatakiwa kunisubiri hapa. Mimi niende nikamalize kazi ndani. Nehi jahe sabte Nderoza kae kaisha. Hakuna shido. Tupo pamoja na wewe.
Nyie mmetoka wapi? Na mmefuata nini hapa? Niliwaambiaje kuja kwangu? Naona mmefuata vifo vyenu, si ndio Asa wewe. Kule nilishindwa kukua kwa sababu Shadafa alikuwekea ulinzi. Hapa nitakuwa mdogo mdogo. Nitaanza na nyinyi, afu nitamaliza na wewe. Na wewe ni nani? Jina langu naitwa Chagama, Makonde wa Kigoma, ila mtaani wananiita Kisa kidogo. Mimi ni mtoto wa marehemu Takia Athumani Mbango. Kushine babuji. Hiki chuma. Unaweza mkaendelea kuishi kwa amani. Mke wangu ujue ulipe. Nusu mtu we, nusu mtu we. Mama, vipi kuhusu mjomba? Mjomba wako amefungwa. Kwa kosa gani? Itasemekana amebaka. Ndiyo. Na unajua kesi ya kubaka hukumu yake ni kifungo cha maisha. Kwa hiyo mjomba hatumuone tena. Mama usikimbie. Mama. Huyu unaomwona hapa ni binadamu sasa, si mfu tena. Zikanaje mtu aliyekufa akarudi kwenye uhai tena jamani? Ndiyo mama, mimi sio mfu tena. Kuna kijana alinisaidia akanitoa katika ulimwengu wa mfu na kunileta katika ulimwengu huu. Na leo nimekuja dhumuni kuu ni kumuoa mwanao. Maana amenivumilia sana na nampenda pia. Mwanangu, umeridhika kuoana naye? Nafurahi sana mwanangu. Ndombo. Mwili wangu sielewi. Hapa naona kuna vitu hata sijui ni nini. Huku, afu na huku. Nusu mtu. Hizo ni nywele. Nywele ni nini? Naitwa mtoto wa marehemu Takia Athumani Mbango. Ndugu yangu, mwanangu, uwezi amini. Ile jambo ulikuwa unaniambia, leo nimekuja kukutana naye, uwezi amini. Ile jambo la ulosema maswala nusu mtu. Ndugu yangu, nilikuwa nakusahau nikajua ni pombe. Kumbe kweli kabisa kule bondeni chini. Ndugu yangu nikakutana naye, akanimeza. Lakini baada ya kunimeza, afu kuna mkaka akanisaidia ndugu yangu leo, akanitema alivyonitema. Ndio nimepita nakimbia kuna kimbilia huko ndugu yangu, ndio ghafla nakutana nawe. Wewe si ulisema mimi nimelewa? Nani alikusaidia? Kaji mmoja sio anaitwa Chagama ndugu yangu. Mwanangu, yani bora wewe alikumeza. Mimi yule jamaa amenigandisha. Ameniweka wiki nzima pale na njaa mwanangu, nimeamka pombe imekata. Yani sinywi pombe tena mwanangu. Yaani mimi na pombe hamna kabisa. Kwa kweli ndugu yangu. Na hapa naenda ndani. Sitaki tena kutoka nje. Kwa kweli, tuachane na hizo masuala ya pombe. Ndugu yangu. Mwanangu, mimi naelekea nyumbani. Sana sio ndugu yangu. Poa. Poa. Mume wako kaenda wapi? Mume wangu amefuata jeneza kwa ajili ya kuja kufanya utaratibu wa kwenda kumstiri mtoto. Japokuwa kuna mtu alikuja kuniambia nisimzike mwanangu. Yaani ameniacha njia panda sana. No, shemeji yupo sahihi. Usiamini mambo hayo. Inabidi tuite majirani kwa sababu ya msiba.
Sitaki. Habari saizi? Salama. Sabari madam. Inspector tumemkuta. Yupo. Nilikuwa nimekuja na taarifa muhimu. Japokuwa misingi ya kazi yetu huwa haiamini katika viinimaji, lakini sisi kibinadamu huwa tunaamini. Yule kiumbe alonigandua mimi kule alidai kwamba ana uwezo pia kurejesha uhai wa watoto waliopotea. Hivyo nikaona ni sahihi kabisa kutokana na janga ambalo pia nyinyi limewakuteni, ningeweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Au ndio yule ambaye alikuja kuniambia mtoto wangu nisimzike? Yaweza kuwa gani? Muonekano wake ukoje? Ni binti hivi. Si mrefu, si mfupi. Huyu hapa mtoto wako. Nusu mtu nusu mtu nakula nyama za watoto nusu mtu nakunywa damu za watoto nusu mtu takuja kula mpaka nyama zetu, lakini mpaka sasa tujajua kosa letu. Nimekuja kufagia kaburi la mama, lakini mpaka sasa sijaliona, na mimi kaburi langu umelikanyaga. Ana mapembe huyo, ana mapembe huyo, ana mapembe huyo. Nusu mtu